Mimi ninawapongeza Waislamu. Uliza kwa nini kwenye eneo la ibada hawanaga utani, wanamuelewa vizuri Mungu. Sijui kama unanielewa. Nenda saa 7 kwenye duka la Muislamu, utakuta liko wazi, lakini pale mlangoni pamepigwa kufuli. Kiuliza unaambiwa ameenda wapi? Umenielewa vizuri? Na kwa kuwa wewe ni mteja wake na umekuja pale na mpaka umefika pale, maana yake kuna huduma lazima uipate. Utamsubiri, atatoka ibadani, atarudi na atakuuzia. Atafanya ibada, atamaliza, atarudi na atakuhudumia. Hakuna alichopoteza, na Mungu anambariki na Mungu anamuinua huyo mtu. Sijui kama unanielewa vizuri. Wewe sasa, baba nipe biashara, Mungu akakupa biashara, ukafungua kasa. Saa 10 unatakiwa uingie ibadani, nafika saa 9:30 wateja 4 wamekuja. Nasema Mungu, wewe mwenyewe si unaona? Wewe mwenyewe Mungu unaona. Nimekaa hapa baba tangu asubuhi, saa hizi ndio wamekuja. Utaenda Jumapili, unaendelea, ibada imekupita. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, Jumapili saa 12 unapigiwa simu, hivi umefungua leo? Jamani mama fulani, nataka niwahi ibadani, njoo basi unasema tu ngoja niende chapu nikachukua hiyo 5,000 chapu nipate kuna hela ya sadaka. Anatoka yeye anaingia mwingine, anatoka yeye anaingia mwingine, anatoka yeye anaingia, unakuja kucheki saa 5. Kuna mwingine anasema nataka unisuke no dress. Unapiga hesabu, unaona kama shilingi 25,000 fulani hivi, 20 inaelea. Unasema hapa wiki ijayo nitapeleka fungu la 10. Hiyo fungu la 10 yako haina maana kuliko moyo wako kuingia kwenye nyumba ya ibada. Ukiuchukua muda wa Mungu ukauingiza kwenye mambo yako, umemwambia Mungu ondoka, ninajitosheleza. Kinachokufanya wewe ustawi kiroho ni ibada. Kinachokufanya wewe ukue kiroho ni nini? Ibada. Kuna dhambi ambayo ilikuwa ukiifanya unasikia maumivu kwenye moyo na utamani kuifanya, na ukijikuta umefanya hiyo dhambi, yani roho inauma, unajisikia vibaya kwenye moyo, na ulikuwa unajitahidi usikutane na hilo eneo. Leo mambo yapoje? Umefika mahali mpaka unaibariki hiyo dhambi, unaipamba, unaitengenezea mazingira. Kwa ukiona kuna tabia ambazo kabla hujaokoka ulikuwa nazo, na baada ya kuokoka hizo tabia zikaisha, lakini ghafla hizo tabia zikaanza kurudi tena,